Yesu asifiwe. Awali ya yote napenda kumshukuru Mungu kwa ajili ya siku hii ya leo ambayo Mungu ametupa neema. Natamani tuombe kwa ajili ya kumshukuru Mungu. Baba, katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti hai, tuna kila sababu ya kulitukuza jina lako na kuliazimisha jina lako. Wema wako ni mkuu, uaminifu wako ni ngao na kigao. Asante kwa kututunza na kutulinda. Nasi tunasogea mbele za uso wako saa hii na wakati huu, tukiomba toba na rehema mbele zako. Utusamee kwa uovu tulio nao, utusamee kwa uasi tulio nao, utusamee kwa makosa tulioyafanya kwa njia mawazo, maneno na matendo. Tusamee Bwana, utuoshe nafsi zetu, roho zetu na miili yetu. Ututakase mioyo, nafsi na roho, tupate kibali machoni pako. Roho Mtakatifu, chukua nafasi ndani ya mioyo yetu, nafsi zetu na roho zetu, ukatufundishe ukiachilia maarifa na hekima na ufahamu unaotoka kwako. Ni katika jina la Yesu tunaomba na kushukuru. Wote tuseme amen. Bwana Yesu asifiwe. Basi tunamshukuru Mungu kwa ajili ya siku hii ya leo, na tutakuwa na somo ambalo linasema utatambuaje kuwa nafsi yako imefungwa? Utatambuaje kuwa nafsi yako imefungwa? Fungua na mimi kile kitabu cha Zaburi ya 142 mstari wa 7. Zaburi ya 142 mstari ule wa 7. Zaburi 142 mstari ule wa 7. Tutasoma kwa msaada wa Bwana. Uitoe nafsi yangu kifungoni, nipate kulishukuru jina lako. Wenye haki watanizunguka, kwa kuwa wewe umenikirimu. Bwana Yesu asifiwe. Hizi ni habari za mtumishi anaitwa Daudi, na tunaona katika mstari ambao tumesoma akiomba kwamba Mungu uitoe nafsi yangu kifungoni. Anaomba kwamba Mungu uitoe nafsi yangu kifungoni. Ina maana nafsi ya mtu inaweza ikafungwa, inaweza ikawa kwenye kifungo. Kwa hiyo kumbe Mungu ni Mungu anayezitoa nafsi zetu kwenye vifungo, na ni Mungu ambaye anatamani kuona tuko huru kwenye maeneo mbalimbali. Kwa hiyo kama nafsi ya mtu inaweza ikawa kwenye kifungo, ina maana nafsi ya mtu ni maisha ya mtu. Kwa nafsi ya mtu ikiwa kwenye kifungo, ina maana na maisha ya mtu pia yanakuwa kwenye kifungo. Na ili ufunguliwe, iko neema na msaada unaotoka kwa Mungu unaoweza kukusaidia kufunguliwa kutoka kwenye hicho kifungo ambacho umefungwa. Na soma kile kitabu cha Hesabu sura ya 30 mstari ule wa 1 mpaka wa 6. Kitabu cha Hesabu sura ya 30 mstari wa 1 mpaka ule wa 6. Nitasoma kwa msaada wa Bwana. Kisha Musa akanena na wale vichwa vya kabila za wana wa Israeli, na kuambia neno hili aliloliagiza Bwana: mtu atakapomwekea Bwana nadhiri au atakapoapa kiapo ili kuifunga nafsi yake kwa kifungo, asilitangue neno lake, atafanya sawasawa na hayo yote yamtokayo kinywani mwake. Tena mke atakapomwekea Bwana nadhiri na kuifunga nafsi yake kwa kifungo, naye aketi katika nyumba ya babaye katika ujana wake, babaye naye akasikia nadhiri yake na kile kifungo alichoifungia nafsi yake, na babaye akamnyamazia, ndipo nadhiri zake zote zitathibitika na kila kifungo alichoifungia nafsi yake kitathibitika. Lakini kama huyo babaye akimkataza siku hiyo aliyosikia nadhiri zake ziwazo zote, wala vifungo vyake alivyojifungia nafsi yake havitathibitika, na Bwana atamsamehe kwa kuwa babaye alimkataza. Tena kama amekwisha kuolewa na mume wakati huo wa nadhiri zake au wa neno hilo alilolitamka kwa midomo yake pasipo kufikiri alilojifungia, na mumewe akasikia akamnyamazia, siku hiyo aliyosikia neno hilo
ndipo nadhiri zake zitathibitika na vile vifungo ambavyo amejifungia nafsi yake vitathibitika. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo tunaona nafsi ya mtu inaweza ikafungwa. Na kama nafsi ya mtu inaweza kufungwa, lakini vitu gani vinasababisha nafsi ya mtu iweze kufungwa? Kitu cha kwanza ni pale mtu ambapo anaweka nadhiri bila kuziondoa, zinasababisha nafsi yake inakaa kwenye kifungo. Lakini pia mtu anapojitamkia maneno magumu pasipo kufikiri anachokitamka, hiyo inaweza kusababisha nafsi yako ikafungwa. Na ndio maana kwenye kitabu kile cha Mithali 6 mstari wa 2 anasema mtu hukamatwa kwa maneno ya kinywa chake, na tumetegwa kwa maneno ya vinywa vyetu. Kwa hiyo nafsi ya mtu inaweza ikaingia kwenye vifungo kwa njia ya maneno ambayo unajitamkia pasipo kufikiri, lakini pia nafsi ya mtu inaweza ikaingia kwenye vifungo kupitia nadhiri ambazo unaweka pasipo kuziondoa. Na ndio maana nasema ya kwamba utakapoweka nadhiri au kutamka neno, ikiwa hautaitangua au hautaitimiliza au kuiondoa, itabaki kuwa kifungo cha nafsi. Kwa hiyo nafsi inaweza ikakaa kifungoni, na ndio maana Daudi anasema uitoe nafsi yangu kifungoni ili nipate kulishukuru jina lako. Ina maana hata kumshukuru Mungu alikuwa hawezi, kwa sababu nafsi ipo kwenye kifungo. Kwa nafsi ikiwa iko kwenye kifungo, huwezi kumshukuru Mungu. Kwa kila wakati utajikuta ni mtu ambaye umekwama kwenye maeneo fulani. Na jambo la kwanza ambalo natamani ulifahamu ni kwamba mtu anaweza akafungwa kwenye eneo la afya, anaweza akafungwa kwenye eneo la uchumi, anaweza akafungwa kwenye eneo la ndoa. Na kama mtu anaweza akafungwa, na kinachofungwa kiuchumi sio uchumi, kinachofungwa kiuchumi ni nafsi. Kinachofungwa kiafya sio afya, kinachofungwa kiafya ni nafsi. Kwa hiyo kinachofungwa pia kimaisha sio maisha, kinachofungwa kimaisha ni nafsi. Kwa nafsi ya mtu ikifungwa, na maisha yake yamefungwa. Nafsi ya mtu ikifungwa, uchumi wake umefungwa. Nafsi ya mtu ikifungwa, afya yake pia inaweza ikafungwa. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe sana. Ziko dalili ambazo natamani ni kuonyeshe, ambazo ni za mtu aliyefungwa nafsi. Inawezekana unanisikiliza hujui kama nafsi yako imefungwa au nafsi yako haijafungwa, lakini nitakuonyesha dalili zifuatazo ambazo zitaonyesha kama nafsi yako imefungwa ama haijafungwa. Dalili ya kwanza ya mtu aliyefungwa nafsi. Mtu aliyefungwa nafsi, dalili yake ya kwanza ambayo atakuwa nayo, atajikuta anakutana na matatizo ya vipindi au matatizo ya msimu. Ninapozungumza matatizo ya msimu au matatizo ya vipindi, ninamaanisha kitu gani? Ninamaanisha ya kwamba mtu huyu atajikuta anakutana na yale matatizo kwa muda fulani. Muda mwingine anakuwa kama yuko sawa, lakini kuna muda mwingine anajikuta yuko katika hali ya lile tatizo na matokeo yake yanakwama. Na katika eneo hili natamani tuangalie vitu vichache vya kutusaidia. Vitu vichache kutusaidia kwenye hii point ya kwanza, kwenye matatizo ya kimsimu au matatizo ya vipindi. Mtu ambaye amefungwa nafsi, kitu cha kwanza atajikuta anapatwa na matatizo ya msimu. Na haya matatizo ya msimu ni yale matatizo ambayo yanatokea aidha ni baada ya miezi mitatu au baada ya miezi 6 au baada ya mwaka mmoja, na unajikuta kila baada ya muda fulani hilo tatizo linajirudia kwenye maisha yako. Ina maana kwamba hiyo ni kiashiria cha kwamba nafsi yako imefungwa kwenye eneo fulani. Hilo ni jambo la kwanza. Jambo la pili, mtu ambaye amefungwa kwenye matatizo ya msimu atajikuta anapatwa na hasara kubwa kwa kipindi fulani au kwa msimu fulani. Unaweza kujikuta ameanza biashara yake vizuri, baada labda ya miezi 6 anakutana na hasara kubwa. Huyu mtu anajikuta kila akianza
labda biashara yake au kazi yake au kitu chochote anachokianzisha, baada ya muda fulani anapatwa na hasara kubwa, matokeo yake hata mtaji anaokuwa nao unaharibika au unakufa kabisa. Bwana Yesu asifiwe. Lakini pia mtu ambaye anapatwa na matatizo ya kimsimu pia anaweza kujikuta anapatwa na magonjwa. Ugonjwa wake unatokea labda kila mwezi wa 3. Labda kila baada ya miezi mitatu anarudiwa na huo ugonjwa. Anajikuta wakati mwingine anakuwa vizuri, lakini baada ya muda fulani anarudiwa tena na ule ugonjwa ambao unatokea kila baada ya muda fulani, kila baada ya muda fulani. Hicho ni kiashiria kwamba umefungwa nafsi yako kwenye eneo fulani katika ulimwengu wa roho. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hiyo, lakini pia huyu mtu ambaye anakuwa amefungwa kwenye matatizo ya msimu atajikuta anakutana na magonjwa. Hayo magonjwa aidha ni kifafa, aidha ni sikoseli, aidha ni magonjwa ya pumu ambayo yapo kwenye familia, yanamtokea baada ya muda fulani anajikuta kama yuko huru, baada ya muda fulani tena yanamtokea hayo matatizo. Lakini hiyo ni kiashiria cha kwamba nafsi yako imefungwa. Bwana Yesu asifiwe. Jambo la dalili ya pili ya mtu aliyefungwa nafsi. Dalili ya pili ya mtu aliyefungwa nafsi, atajikuta anatawaliwa na roho ya kurithi, ya vitu vya kurithi. Anatawaliwa na roho ya vitu vya kurithi. Kwa hiyo na hii atajikuta ana matatizo ya kurithi. Mtu mwingine anakuta amerithi ugonjwa fulani, amerithi utasa, amerithi umaskini, amerithi ufukara, amerithi hali fulani mbaya, amerithi kufeli. Na ukisoma kwenye kitabu kile cha Wagalatia sura ya 5 mstari wa 6, anasema kila mtu atalichukua furushi lake. Ina maana kila familia yapo mambo ambayo inawezekana yanawatesa, yanawapa shida, lakini ni mambo ambayo unajikuta yapo kwa kaka, yapo kwa mjomba, yapo kwa shangazi, yapo kwa nani, lakini ndani ya familia hayo matatizo ya kurithi unajikuta yanatembea kwa familia. Yametoka kwa baba, yameenda kwa mtoto, yameenda kwa dada, yameenda kwa mjomba, yameenda kwa fulani, lakini ni matatizo ambayo yanatokana na roho ya kurithi. Kwa ukijikuta unakutana na matatizo ambayo yanatokana na roho za kurithi, ujue kwamba nafsi yako imefungwa katika ulimwengu wa roho. Na kama nafsi yako imefungwa, ina maana unahitaji msaada wa Mungu wa kukusaidia ili nafsi yako iweze kufunguliwa. Bwana Yesu asifiwe. Dalili ya tatu ya mtu aliyefungwa nafsi. Dalili ya tatu ya mtu aliyefungwa nafsi, fedha zake hazikai na kufanya kitu kinachoeleweka. Hiyo ni moja ya dalili ya mtu aliyefungwa nafsi. Atajikuta tu fedha anazopata hazikai wala hafanyi kitu kinachoeleweka. Na unaweza kukuta huyu mtu tangu labda akiwa kijana anafanya kazi mpaka anazeeka, lakini ukija kuangalia hakuna kitu cha muhimu alichokifanya kwenye maisha yake. Kwa sababu gani? Nafsi yake imefungwa. Na kama nafsi yake imefungwa, mtu huyu hutaki kumlaumu. Zaidi anahitaji msaada wa maombi ya kufunguliwa katika vifungo alivyofungiwa nafsi yake. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo mtu anaye atajikuta kila fedha anayopata haikai. Na kuna mwingine anajikuta kila anapopata fedha matatizo ndio yanajitokeza. Lakini fedha ikiisha na matatizo yameisha. Hii ni dalili ya kwamba umefungwa nafsi yako. Na unajikuta unapata fedha nyingi lakini matatizo yanatokea. Na kuna wakati mwingine unaweza kujikuta kama umeyatatua yale matatizo, lakini kiuhalisia nafsi yako katika ulimwengu wa roho inakuwa iko kifungoni. Na nafsi ambayo iko kifungoni hata ikipata fedha hazikai. Na kama hazikai huwezi kufanya kitu ambacho kinaeleweka. Ukisoma kwenye Mhubiri sura ya 5 mstari wa 11, anasema kadiri mali inavyoongezeka ndivyo waraji wanavyoongezeka. Kwa kadri unavyopata fedha unajikuta hizo matatizo yanaongezeka. Matokeo yake unajikuta fedha unazopata
hazikusaidii, haufanyi chochote ambacho kinaeleweka, zaidi zinaishia kwenye matatizo. Labda mgonjwa, mtoto kaugua, umepeleka huko, hiki kimetokea, umepeleka huko, matokeo yake unajikuta ufanyi kitu ambacho kinaeleweka. Ni kweli fedha unapata, lakini ufanyi kitu ambacho kinaeleweka. Hicho ni kiashiria tu kwamba nafsi imefungwa, na yule aliyeifunga nafsi yako ndiye anayeibua yale matatizo ambao unajikuta kama umesolve kwa fedha, lakini kiuhalisia adui ameifunga nafsi yako kwenye eneo la uchumi, ili kila fedha unayopata usifanye kitu chochote cha maana. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Dalili nyingine ya mtu aliyefungwa nafsi ni kwamba maamuzi yake pia yanakuwa yamefungwa. Maamuzi yako yanafungwa. Kumbuka, nafsi inahusika na maamuzi ya mtu. Nafsi inahusika na maamuzi ya mtu, na maamuzi ya mtu yako kwenye nafsi. Na kama maamuzi ya mtu yako kwenye nafsi, kama sema fulani kaamua jambo fulani, kilichoamua ni nafsi yake, sehemu ya maamuzi. Kwa hiyo kwenye nafsi ndiko maamuzi yale. Kwa nafsi ya mtu ikifungwa, na maamuzi ya mtu yanafungwa, kwa anajikuta anashindwa kuamua yaliyo mazuri, anajikuta tu anaamua mabaya. Kwa hiyo kama nafsi ya mtu imefungwa kwenye eneo la maamuzi, basi atajikuta yeye ni mtu wa kuamua mabaya tu kila wakati. Ukisoma kitabu kile cha Warumi sura ya 7 mstari wa 21 mpaka ule wa 23, unamkuta mtumishi wa Mungu Paulo, pamoja na kwamba alikuwa ni mtume, anasema kila nikitaka kuamua kufanya lililo jema, najikuta nimeamua kufanya lililo baya. Kila nikitaka kuamua kufanya lililo jema, najikuta nimeamua kufanya lililo baya. Kitu gani? Hapa nasema kitu gani? Akasema naona sheria inanipiga vita kwenye akili zangu na kunifanya kuwa mateka. Ina maana kwamba nafsi ilikuwa katika kifungo, kwa hiyo hata akawa anashindwa kufanya yale maamuzi ya kimsingi. Anatamani kufanya maamuzi mazuri, lakini anajikuta anafanya maamuzi mabaya, lakini kwa sababu nafsi iko kwenye kifungo. Inawezekana hata nawe unatamani kuanzisha biashara, lakini unashindwa kuamua. Unajikuta hata kale fedha ambako umekapata kwa ajili ya mtaji umekatumia. Bwana Yesu asifiwe. Lakini hicho ni kiashiria cha kwamba nafsi yako imefungwa katika ulimwengu wa roho, na kama imefungwa kwenye vifungo, inahitajika ufunguliwe. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Jambo lingine, dalili ya mtu aliyefungwa nafsi, ya 5 hii, dalili ya mtu aliyefungwa nafsi, atajikuta anataabishwa na roho za kucheleweshwa. Anataabishwa na roho za kucheleweshwa. Sasa mtu aliyefungwa nafsi atajikuta hafanyi vitu sahihi ndani ya muda sahihi. Kwenye Mhubiri sura ya 3 mstari wa 1 anasema, kwa kila jambo kuna majira yake, na kwa kila wakati kila kusudi lina wakati wake chini ya mbingu. Kwa hiyo utagundua kwamba huwezi ukatenganisha jambo na wakati, na huwezi ukatengeneza kusudi, huwezi ukatenganisha kusudi na wakati. Ina maana ili utekeleze kusudi lazima ulitekeleze ndani ya wakati, na ili ulitekeleze jambo lolote lazima ulitekeleze ndani ya wakati. Sasa mtu ambaye nafsi yake imefungwa, mara nyingi anasumbuliwa na roho za kucheleweshwa. Anajikuta katika hali ya kusumbuliwa na roho za kucheleweshwa, anajikuta anashindwa kufanya vitu sahihi kwa muda sahihi, kwa sababu nafsi iko kwenye kifungo. Na kama nafsi iko kwenye kifungo, kwa utajikuta hata ukienda kuomba kazi mahali, utajikuta kila wakati unaambiwa subiri kwanza, subiri kwanza, subiri kwanza, subiri kwanza. Kwa sababu gani? Nafsi iko kifungoni, na kama iko kifungoni, unajikuta katika hali ya kucheleweshwa kufikia ile lengo ambalo unatamani ulifikia. Bwana Yesu asifiwe. Na huyu mtu anajikuta anasumbuliwa na roho za kucheleweshwa, mara nyingi hata kama atajikuta anafanya biashara, anajikuta tu wateja wanakuja wanashikashika tu bidhaa, wanakisha wanaondoka bila kununua. Kwa sababu gani? Hawaoni hakuna kinachosababisha wavutwe, kwa sababu nafsi ya huyu anayefanya hiyo biashara iko kwenye kifungo. Kwa hiyo pale kwenye biashara uko katika hali ya kimwili tu, lakini nafsi